Na nimalizie nasaha zangu kwa kutoa neno langu kwa mawalii, wasimamizi ambao wana mabinti kwenye mikono yao, ima watoto wao wa kuwazaa au watoto wa ndugu zao au wadogo zao au dada zao. Almuhimu, mwanaume ambaye una usimamizi wa wanawake, inapokuja fursa ya mtu kutaka kuoa kwako na vigezo vya kisheria vikakamilika, usiweke uzito, mfanyie wepesi muoaji. Kwenye ndoa kuna baraka, kwa sababu ukizuia unaweza ukasababisha balaa kubwa sana. Na haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na watu wengi waliokiuka maelekezo haya wamepata madhara. Al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala anaitaja riwaya kwa kiwango cha hasan, ni hadithu hasan, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha atakum man tardawna dina. Katika baadhi ya riwaya imekuja idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, ikiwa atakuja kuposa kwenu mtu ambaye mnairidhia dini yake na mnairidhia tabia yake, ni mtu Muislamu mashaallah, dhahiri yake Muislamu, familia yake Waislamu, yeye mwenyewe Muislamu, nembo za Uislamu zimedhihiri kwake, anaswali, ni mtu anavaa mavazi ya Kiislamu. Amekuja mtu ambaye mnaridhika na dini yake ya Uislamu, wa khuluquhu, na mnaridhika na tabia zake, ni mtu muungwana, mtu mkweli, muaminifu, wala sio mtu muovu, sio mtu mlevi, sio mtu dhalim, sio kibaka, ni mtu ana akhlaq na watu wanamsifia kwa tabia nzuri. Akija mtu kama huyo akabisha hodi kwako au kwenu, anataka mke, Mtume anasema fazawijuhu, basi muozesheni haraka haraka. Illa taf'alu, msipofanya hivyo, mkaingia huku na kule, mkaleta ujanja, mkakataa kumuozesha, mkatumia hoja dhaifu tu, wengine hutumia sababu za kimaslahi, basi mtu Muislamu ana tabia, lakini unaanza kuhoji mambo yasiyokuwa na maana. Kwanza ni kabila gani? Kabila la kuhusu nini? Sisi Waislamu na makabila wapi na wapi? Hebu ajieleze kwanza, kwenye account kuna soma ngapi, ya kuhusu nini? Wewe ni muhasibu wa BOT, wataka kufanya hesabu, wataka nini hesabu zake za benki, ya kuhusu nini hayo? Wewe ungeulizwa maswali hayo ungekuwa na mke. Na mfano wa haya katika maswali yasiyokuwa ya msingi, watu wanafanya kiuzibe kabisa wasimpe mtu mke. Mtume anasema msipofanya hivyo, msipomuozesha mtu kwa dini yake na tabia yake, mkamzonga zonga, takun fil ardi fitna, basi itatokea katika ardhi fitna kubwa, wa fasadun kabir, na ufisadi uliokuwa mkubwa. Watu wasipoozeshwa, wale waliowapenda wakaja kuomba muozeshe na nyinyi mkakataa bila sababu za msingi, Mtume anasema balaa lake, tayari hawa watu washapendana. Na mnajua uchumba ni kama shoti bwana, wakati mwingine huwezi kuzuia, mtasababisha balaa. Watu watatafuta plan B sasa ya kukutana, ya kuwa pamoja. Ndio yale unasikia watu wametoroshana, mtu kamtorosha binti wa mtu, kamtoa kwake geti kali kabisa, lakini utashangaa ametoka na mbwa wako ametulia tuli, au mbwa wa geti kali, mtoto katolewa yuko huko. Yale ni mambo wanaonyesha kwamba unaweza kutokea ufisadi. Au wengine waliaadhu billah, Allah tustiri, wanakutia aibu. Binti yako au dada yako mdogo wako anapatia mimba nyumbani, wewe unaonaje? Yule mtu msiyemtaka yeye anamtaka, balaa anawaletea mimba na watoto wa zinaa. Ile ni aibu, amewatukanisha familia nzima kwamba niko hapa na nimepatia mimba hapa hapa, na mtakilea hicho kijomba au hicho kibabu, mtakilea, hamna namna, mtailea mimba mpaka mtoto. Aibu. Ndio haya anayazungumza Mtume alayhi salatu wasalam, illa taf'alu takun fitnatun fil ardh, ikiwa mtu waozesha hawa itatokea fitna katika ardhi na ufisadi uliokuwa mkubwa.